wanatokea kama watoto wa bunge, wanahisa ikulu la ni nguva bange, mwisho nyuma wote mchunge, vuta washikaji tutinge club tukiwa makundi, jini wakati wa kwenda kila moja na mpenzi wakati wa kurudi, klabu ina machango kutosha kwamba sherehe bado ni bomba, baada mambo napofusha fare macho kuangaza, tunajikaza mavitozi wena, washikaji wa mizinga wanataka kuruka na wamechoka, hatutajali upona nana, tutajali umeva nini, alimradi umondani uwe ni mwenzetu jiamini, ule varako maskini yagize tisho nacho mind mwisho lekeza kwa mimi, ni show time toka Bongo tu Kampala na mpaka Nairobi, hakuna kulala, hakuna kulala, kuna kulala, kuna kulala, sherehe lipo ndo tulipo nyonge kwetu mwiko, washikaji mvinyo mwisho mambo tunamwaga mshiko, ni show time, show time, show time, show time, ni show time, show time, show time, show time, sherehe lipo ndo tulipo nyonge kwetu mwiko, washikaji mvinyo mwisho mambo tunamwaga mshiko, ni show time, show time, show time, show time, show time, show time. Mwana FA, LSA FA, kipenda nasa za Showtime nite sensei, watu wanakuja na wanakwenda, anafahamika kama Mheshimiwa Hamisi Mwinjuma, lakini jina ambalo lilimtambulisha kwenye sanaa ni Mwana Falsafa, and then baadaye kidogo akafahamika kama Mwana FA, baadaye kidogo akawa tu just FA. Ndio natufungulia episode yetu ya 10 ya Wanangu Podcast. Mimi ni host wako yule Good Luck Joseph aka Imani Joseph, formerly known as the Rap Addict, na kukaribisha sana katika episode yetu ya 10 ya Wanangu Podcast. Wimbo unaitwa Showtime na unanikumbusha kwa kuna show moja RFA, Radio Free Africa, ilikuwa inaenda kwa jina hilo Showtime. Tulikuwa tunasikiza sana ngoma kipindi hicho kwenye hiyo show. Na katika kukumbuka kwangu nyuma, unajua nakumbuka zamani ilikuwa wasanii wako pendwa, msanii unaweza kuwa unamuelewa sana lakini hujawahi kumuona hata kwenye video, kwa sababu teknolojia ilikuwa bado hairuhusu sana na budget za wasanii vile ilikuwa ziruhusu sana wao kushoot music videos. Kinyume na sasa hivi ambapo unakuta usipotoa music video kidogo inakuwa challenge, kwa sababu watu wengi wamezoea kuconsume kazi za sanaa kupitia kitu ambacho kinaonekana. Maana visuals zimekuwa zina nguvu zaidi kuliko audio. Lakini back in the days tulikuwa tuna depend sana kwenye audio. Hawa wasanii tulikuwa tunaona kupitia magazetini tu. Kwa unakuta msanii wimbo wake umehit baadaye ndio unakuja unamuona gazetini unaona kumbe ndio huyu. Unaona, kwa hiyo good times back in the days. Na katika kumbuka kwangu huko nyuma nimekumbuka kuna kipindi kilikuwa kipo ITV, au sio? Kuna mama anaitwa Mama Terry. Alikuwa mama ambaye alikuwa na mchango mkubwa sana kwenye vita dhidi ya ukimwi, lakini vile alikuwa ni kama educator, alikuwa anafundisha vitu vingi sana. Na moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vinanishangaza zamani alikuwa kwenye hicho kipindi chake, sikumbuki kwa kinaitwaje, kilikuwa kwa ITV, lakini alikuwa anafundisha utengenezaji wa juisi mbalimbali. Kwa hiyo kuna juisi ambazo hata hujawahi kuzisikia. Ni moja ambayo naikumbuka sasa hivi, alishakutengenezaga juisi ya kitunguu. Na juisi nyingine mbalimbali ambapo ilikuwa kila kipindi chake kikija tulikuwa kama tunaenjoy kwamba leo tungoje tusikizie kuna juisi ya nini leo. Alafu alikuwa anakufundisha pia kwamba inakusaidia nini ukitumia hiyo juisi, inarekebisha vitu gani mwilini. Kwa hiyo sasa katika kipindi hicho sasa kuna kitu ambacho nimekaa juzi nikakumbuka alishawahi kuongelea. Ni zamani nilikuwa mdogo lakini sijawahi kusahau hicho kitu. Alizungumzia swala zima la uwajibikaji. Akasema kisaikolojia binadamu tunaweza kusema kwamba ana mifuko miwili. Kuna mfuko ambao uko hapa mbele na mfuko mwingine uko mgongoni kwake. Hii mifuko miwili inatumika kuweka lawama. Kwa hiyo mfuko wa mbele, kumbuka huu ni mfano tu wa kisaikolojia, namna ambavyo binadamu tuna act. Kwa hiyo aliiweka katika lugha ya picha kwamba mfuko wa mbele unaweka vile vitu vyote ambavyo unakubali kwamba wewe ndio umekosea. Kwa hiyo kwa mfano kuna scenario imetokea na wewe ndio ulifanya makosa, kwa hiyo unapokuwa unakubali unakuwa responsible, unakuwa accountable kwamba mimi ndio nilikosea jamani. Kama ulikuwa unafanya kazi na team, naambia sorry team, mimi ndio ambaye nimekosea, baada ya kufanya hivi nikafanya hivi, mimi ndio ambaye sikufunga mlango na ndio maana mwizi ameiba, kitu kama hicho. Kwa hiyo ukikubali kuchukua hiyo lawama ni kwamba umeiweka kwenye mfuko wako wa mbele hapo.
Lakini mfuko wa nyuma unatumika kwa ajili ya kuweka kulaumu watu wengine. Kwenye kila scenario unalaumu watu wengine. Kwa hiyo point yake alikuwa anasema binadamu wengi linapokuja swala la kuwajibika na kukubali kwamba okay, hii lawama acha iende kwangu kwa sababu mimi ndo nilikosea, mara nyingi hatufanyi hivyo. Kwa hiyo mifuko yetu ya nyuma ndo imejaa, kwa sababu kwenye kila scenario tunajaribu kusema kwamba mimi nilifanya hivi na hivi, fulani ndo alikosea, fulani ndo akufanya akuwajibika, fulani ndo akuplay his or her part. Kwa hiyo mifuko yetu ya mbele yani haina vitu vingi, yani haijajaa kabisa ukifanisha na mifuko ya nyuma. Kwa sababu kila kitu tunakitupia nyuma. Kwa hiyo sijawahi kusahau mfano kwa sababu ni mfano mmoja mzuri sana linapokuja kwenye swala la uwajibikaji kwenye maisha in general tu, kwamba unapokuwa kwenye maisha inabidi uwe tayari kuwajibika. Pale ambapo umekosea useme kwamba hapa mimi nilifanya makosa. Kwa kibinadamu ni ngumu sana kwa sababu watu wengi wanajaribu kukimbia. Watu wengi tunajaribu kukimbia. Tunajaribu kujiweka katika sehemu safi. Hatutaki kuonekana kwamba sisi ndio tumefanya makosa, especially kwenye sehemu za kazi, hata kwenye level ya familia tu. Na hiki kitu kinaweza kusababisha matatizo sana kwenye relationship tofauti za mme na mke, za mtoto na mzazi. Kwa sababu pale ambapo unakataa kwamba sio wewe ambaye umefanya makosa na ukampa lawama mtu mwingine, ina maana sasa ushadanganya first of all, alafu huyo mtu ambaye ulimpa lawama kama anajua kilichotokea anakuona tayari sio mtu wa maana, kwa sababu now you're lying ili tu ujitoe katika msala. Nakumbuka kipindi hicho tunacheza mpira, kuna pasi zile tulikuwa tunasema kwamba mtu anakupa pasi ya lawama. Yaani kwamba anachezea mpira akishaona kwamba ile sasa hivi hapa nimetingwa sina cha kufanya, anakupa wewe pasi akijua kabisa hii pasi yani kwamba jumba likudondokee wewe. Jumba bovu likudondokee wewe. Yeye tayari alikuwa ashajitoa kwenye msala. Sasa tabia hiyo ndo ambayo alikuwa anaizungumzia kwamba most of the time hatutaki kukubali responsibility zetu au makosa yetu au weakness zetu, kwamba bana hapa nimekosea, mimi ndo ambaye nilifanya 1 2 3, kwa hiyo tuangalie namna gani tunaweza tuka solve hii tatizo. Lakini most of the time tunatupia mfuko nyuma, tunawatupia watu wengine. Hata kwenye vitu ambavyo tunatakiwa sisi tuwajibike ili tuone matokeo fulani kwenye maisha yetu, most of the time hatutaki. Tunataka tu bwana mimi sijafanikiwa kwa sababu kuna mjomba wangu ana hela lakini hataki kunisaidia. Maona bwana, lawama tunatupia mfuko wa nyuma. Lakini hatutaki kukubali kwamba okay, ni kweli kwamba mjomba wangu ana hela lakini naye ana familia yake, anatakiwa aangalie maisha yake yanaenda vipi, na mimi natakiwa ni play part yangu ili niweze kufanikiwa kwenye kitu ambacho nafanya. Sasa katika kufuata hilo inabidi tujifunze kuweka vitu kwenye mfuko wa mbele. Huu mfuko ambao tunaweka lawama ambazo zinatuhusu sisi wenyewe, kwa sababu hiyo ndio itatufundisha sisi kuwajibika kwamba bwana katika hili ni kweli nimekosea na natakiwa nifanye juu chini ni solve hilo tatizo. Nifanye juu chini nitoke kwenye situation ambayo niko nayo niende kwenye situation ambayo ni bora zaidi. Lakini pale ambapo tunatupia kila kitu kwenye mfuko wa nyuma kwamba sio mimi, hii ni kwa sababu fulani na fulani ndio maana mimi sijafanya 1 2 3. Umefanya mtihani hujafaulu na au mwalimu anipendi. Unajua, kwa hiyo tujifunze kuweka lawama ambazo zinatuhusu sisi moja kwa moja hapa kwenye mfuko wetu wa mbele. Usifanye tu mfuko wa nyuma, unatupia kila kitu kwenye mfuko wa nyuma mpaka unakuwa unatembea kifua mbele kwa sababu mfuko umejaa huko nyuma kulaumu watu wengine, lakini wewe hutaki kuwajibika. Hutaki kuwa, you don't want to be true to yourself, na ukakubali kwamba bwana hapa inabidi niwajibike ili niweze kujitoa katika hali nilokuwa nayo kwenda katika hali nyingine. Ukiendelea kulaumu watu wengine wakati haya maisha ni ya kwetu sisi wenyewe, tunakuwa tunakosea, kwa sababu ni sisi wenyewe ambao, yani wewe katika maisha yako wewe ndio steering. Yani kama hiyo ni movie, wewe ndio steering mwenyewe. Hakuna mtu ambaye anakuja kukuokoa, ni wewe mwenyewe inabidi uangalie jinsi gani unaweza kusurvive, jinsi gani ambavyo utajiongeza kutoka kwenye situation moja kwenda kwenye situation nyingine, kutoka kwenye level moja kwenda kwenye level nyingine. Kwa sababu bila hivyo utabakia kulaumu watu kila siku, lakini hakuna kitu kitabadilika. Kwa hiyo jamani, katika ile mifuko miwili ambayo Mama Terry alizungumzia, tujaribu sana kuitumia, especially mfuko wa mbele ambao unatuhusu sisi wenyewe. Situpe kila kitu kwenye mfuko wa nyuma
ambao unahusu watu wengine. Sawa, watu wengine wanaweza kukosea. Sawa, watu wengine wanaweza kukuangusha. Sawa, watu wengine wanaweza kukufanya kwamba usipige hatua kwenye maisha yako. Lakini ni muhimu pia kujiangalia wewe mwenyewe kwenye kioo na ukajitoa hilo boriti ambalo lipo kwenye jicho lako kabla hujamnyoshia kidole mtu mwingine. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho nilikuwa nataka tukumbushane. Hakuna mtu ambaye yuko perfect. Ni mwenyewe na najua na laumu watu wengine sometimes, lakini inabidi tuwajibike. Tukumbushane kuwajibika, kukubali kwamba katika jambo fulani nimekosea, inabidi nitafute njia ya kusolve hiki nilichokikosea. Unasikiliza Wanangu Podcast. Katika entertainment leo nakuletea series inayokwenda kwa jina la Silo. Ni series ambayo sio mpya sana kwa sababu ina mwaka mmoja so far tangu itoke. Ilitoka Mei mwaka 2023 na sasa tuko Mei mwaka 2024, so ina mwaka tangu itoke, lakini mimi nimechelewa kuiangalia. Nimeangalia juzi tu hapo. Na nakumbuka miezi kadhaa iliyopita nilikuwa nimeandika kwenye status kwamba watu waweze kushare na mimi kama kuna series ambayo wanaiangalia au movie. Kwa hiyo one of my colleague akawa ameniandikia hiyo kwamba icheki Silo iko vizuri. Nikawa nimeitafuta lakini sikupata time ya kuiangalia. So hivi karibuni ndo nimepata time ya kuiangalia na naweza kusema kwamba nimeipenda sana. Ni series kali kwa yoyote ambaye ana interest na mambo ya mechanics, mambo ya engines, mambo ya machines. Nafikiri anaweza kaipenda kwa sababu vibe yake yote imebase sana kwenye mambo hayo. Ni imebase wanaita hizi dystopian drama. Ni kwamba inakuwa imebase kama kwenye future hivi ya maisha ya mbele sana ya binadamu, lakini unakuta kuna vitu ambavyo vinakuwa haviendi sawa, na hivyo inakuwa kama ina represent kinachoendelea kwenye maisha ya sasa hivi, lakini in a way ambayo wanakupa kama mfano wa kinachoendelea kwenye maisha ya sasa hivi, lakini setting yake inakuwa imeset kwenye maisha ya mbele kabisa, kwenye future. Kwa hiyo ni series nzuri, na idea yake ni kwamba kuna uko mbele sasa, yani ina maana kuna vitu vimetokea, basi maisha yameenda ndivyo sivyo, na kuna community ambayo inajikuta inaishi underground, yani inaishi chini ya ardhi. Kuna floor kama levels kama 144 hivi, yani kuanzia chini kabisa kupanda huku juu, na watu wote wanaishi humo ndani. Kwa hiyo wana generator lao ambao inafanya inazungusha hewa kule chini kule underground, na kuna watu ambao wanafanya kazi kwenye hilo generator, na kuna social structure kabisa, yani kuna maskini ambao wanakaa chini kabisa, kuna middle class ambao wanakaa katikati hapo, afu kuna wale up toppers ambao wanakaa juu kabisa, huko ndo kuna viongozi na nini. Kwa hiyo ni kama ambavyo tunaishi kwenye jamii, kwa sababu kuna hiyo social stratification ipo tu kwenye jamii, yani matabaka yapo tu. Hata kwenye maisha yetu ya kawaida sasa hivi kuna watu ambao wako chini, kuna watu ambao wako kati, kuna watu ambao wako juu. Kwa hiyo kama nilivyosema, hizi dystopian dramas zina tabia ya kureflect kile ambacho kinaendelea kwenye jamii, lakini wanakuwekea katika namna ambayo unahisi hii ni kufikirika au ni kitu ambacho sio real. Lakini ukikaa vizuri ukiangalia, unagundua kabisa ni maisha haya ya kwetu ambao sisi tunaishi, na mwandishi ameweza tu kuweka katika lugha fulani ya picha ambayo inakufanya uenjoy na uhisi kwamba ni entertainment tu, lakini ukikaa ukifikiria zaidi unaona kabisa haya ni maisha yetu kabisa ambayo yamekuwa depicted. Kwa hiyo hao watu ambao wako ndani kwenye hiyo silo sasa huko chini ambao wanaishi underground, ni kwamba hawana historia. Yani hawajui, wengi wao hawajui historia yao, kwamba wametoka wapi na walianzaje, ilikuwaje mpaka wakajikuta naishi kule chini. Lakini wanachojua wao ni kwamba hawaruhusiwi kutoka nje, yani huruhusiwi kutoka nje. Kwa hiyo unaona tu kwenye kioo kwamba nje kupo hivi, lakini huruhusiwi kutoka. Kwa hiyo watu wamezaliwa humo ndani, wamekulia humo ndani mpaka wanakufa humo ndani, wanalima humo ndani, wana kila kitu ambacho tunakifanya sisi huku nje wanakifanya mle ndani. Na ungeweza kujiuliza kwamba inakuaje sasa kama watu wakijaa, kwa sababu watu wanazaliana. Kwa hiyo kuna restriction ya kupata mtoto. Kwa hiyo kuna kipindi fulani ambacho unapewa, wote wamewekewa vile kama vijiti vya uzazi wa mpango. Kwa hiyo hawezi kupata mtoto. Kuna time tu ambayo unapewa ya kipindi fulani kwamba now you can try to get a child.
lakini ikipita hujapata, hamjakuwa successful, basi inakuwa imepita hiyo chance, maybe until next time. Kwa hiyo wanadhibiti ile uzao, watu wasizae sana ili watu wasije kujaa mle ndani. Na kuna generator lao ambalo lina generate, linazungusha hewa mle ndani, lina generate electricity. Kwa hiyo mwandishi amejitahidi sana kujibu yale maswali yote ambayo unaweza kuwa unajiuliza. Sasa huko chini unaishije? Hewa wanapata wapi? Au maji wanapata wapi? Kila kitu amejaribu. Ukiangalia kuanzia episode ya kwanza mpaka ya 10, unaona kabisa kila kitu ameamua kukuonyesha namna ambavyo kinafanyika kwenye ulimwengu wao. Na kwa sababu ni science fiction, kwa hiyo unaona kabisa ni kitu ambacho ni possible, kinaweza kufanyika hata kama sio kweli, lakini at least ina convince kwamba hii idea pengine inaweza kuwa applicable. Pengine mtu anaweza pull off kitu kama hiki kama akituliza akili na engineering ikafanyika kwa usawa, unahisi kabisa kwamba kinaweza kufanyika. Kwa hiyo sio kile kitu ambacho unaona kabisa hiki ni cha uongo au cha kubuni au nini, yani ni series ambayo unaona kabisa ina uhalisia kwa namna moja au nyingine, japokuwa ni fiction. Kwa hiyo kama uko interested na series, sitaki kuhadisia kila kitu kinachotokea huko ndani, lakini umepata idea. Kwa hiyo kuna watu wachache sasa ambao wanataka kujua historia yao, kwamba tumetokea wapi, imekwaje kwaje mpaka tumejikuta tuko huko ndani. Na mle ndani hawaruhusiwi kuwa na vitabu au sijui picha au nini, ambacho vitu ambavyo vilitokea zamani wakati watu wanaishi nje kabla hawajaanza kuishi kwenye ile underground. Kwa hiyo wanakatazwa kabisa. Kwa hiyo kuna uongozi ambao unafuatilia, wanaita relics. Mtu yote ambaye ana hizo relics, yani ni kosa la kubwa sana mle ndani, kwa kosa la jinai kabisa kuwa na kitu chochote ambacho kinaonyesha labda picha au material fulani ambayo ya life before hawajaanza kuishi kwenye ile silo. Kwa hiyo kuna restriction ambazo zipo ambazo zinawazuia watu wanaoishi mle ndani kufanya baadhi ya vitu. Kwa hiyo katika huo msuguano wa watu wanaotaka kujua ukweli na watu ambao hawataki ukweli ujulikane, ambao ni viongozi, sasa ndo hapo sasa kuna mshike ambao inatokea, ambao inafanya sasa series iwe nzuri na iwe ya kuvutia. Kwa hiyo ni episode 10 ambazo utaziangalia, na trust me, yani ni nzuri sana. Silo, SILO, imetoka mwaka 2023. Creator ni Graham Yost, na hii series imebase kwenye novels ambazo ni trilogy, maana ziko 3. Novel ya kwanza inaitwa Wool, novel ya pili inaitwa Shift, na novel ya 3 inaitwa Dust. Na hizi novels ziliandikwa na mwandishi anaitwa Huey Hoy. So ni series ambayo pia inahusisha watu maarufu kama rapper /MC anaitwa Common. Kuna mwanadada ambaye huyu ndo starring, anaitwa Rebecca Ferguson, na kuna jamaa mmoja mwanetu kabisa, huyu black mwenzetu anaitwa David Oyelowo. Kwa hiyo kuna watu maarufu pia, kuna familiar faces ambazo tumezizoea kuziona kwenye movies na sehemu nyinginezo. Kwa hiyo ni series ambayo iko interesting. Go and check it out. Basi mpaka kufikia hapo tunakuwa tumefikia mwisho wa episode yetu ya 10 ya Wanangu Podcast. Mimi ni host wako yule Good Luck Joseph aka Imani Joseph, formerly known as the Rap Addict, na kusihi tu kama umependa ulichokisikia, kama umependa hii content, kama umependa haya maudhui, basi unachotakiwa kufanya ni kimoja tu. Chukua hiyo link kutoka kwenye channel yetu ya Wanangu Podcast, share na wana, ili wana zaidi waweze kuja hapa maskani kwao. Tunatengeneza hub ya wana ambao watakuwa wana enjoy content on a daily basis. Au sio? Peace. Kila kona sioni nafuu, zipo wazi sana athari za wingo blue. Anayemaliza kinywaji mkono juu, tajiri bado yupo shereheni usiku huu. Watu wapo bomba zaidi ya sifa, wafedhule waishi kashfa. Unachotaka giza, hii sherehe umemilikishwa. Wasiwasi tupa, bali bado ni constant. Jabo sama imekwenda popote ulipocheza, shangwe bado inaendelezwa. Wenjona mchumba bomba ndo utaona watu walivyo. So watu wananjaza ile maelezo, jua mapema siwe mzozo, kwamba popote ulipo sherehe ndo gumzo. Ni show time, ndo mwenyewe au na nyanzo. Sherehe lipo ndo tulipo, nyonge kwetu mwiko. Washikaji mvinyo mwisho mambo tunamwaga mshiko. Ni show time, show time, show time, show time.